Baba yetu na Mungu wetu, asante sana kwa wema wako, asante kwa nguvu zako. Hebu tujulishe tena katika unabii, katika masomo haya, nguvu na uweza Baba ziweze kutamalaki kwako. Ninaomba neema yako iwe pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, bado tupo katika onyo lile la mwisho ambalo ni ujumbe wa malaika watatu. Safari hii katika ule ujumbe, katika yule malaika watatu alisema kitu fulani ambacho ni lazima tukielewe, na tukishakielewa tutakuwa tumetoka katika ujumbe wa malaika watatu. Fungu la 10 alisema katika ule ujumbe, yeye naye yule atakayekuwa amemwabudu yule mnyama na sanamu yake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Katika kikombe cha hasira yake, ndio. Naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Sasa kikombe hiki, somo letu la leo linasema kwamba mfanano wa kikombe alichokinywea Yesu, na kikombe hiki kinachosema kwa wale watakaomwabudu yule mnyama. Yohana 18 fungu la 11 anasema kwamba 18 fungu la 11 anasema kwamba 18:11 anasema kwamba 18 fungu la 11 fungu la 11 anasema, basi Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga alani mwake. Je, kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywe? Swali, mimi nisikinywe? Yaani Yesu amekuja kunywa ghadhabu ya Mungu ya dhambi. Yesu amekuja kuinywa kwa ajili yetu. Sasa wale watakao mwabudu yule mnyama itabidi wanywe wenyewe. Yaani Yesu hata kunywa kwa ajili yao, na ndio maana anasema wao nao watakao mwabudu yule mnyama na sanamu yako watakunywa mvinyo wa ghadhabu ya Mungu katika kikombe kisichochanganywa na maji. Watakinywea kile kikombe. Lakini wale wanapomwamini Yesu alishakunywa hicho kikombe. Ndio maana anamuuliza hapa Petro, wewe unataka nisikinywee hicho kikombe? Hicho kikombe ni hicho kikombe hicho ambacho watakinywea hawa ambao wanaabudu mnyama na ile sanamu yake. Ni kikombe hicho Yesu alichokinywea pale msalabani. Wacha tuangalie maneno haya. Wacha tuangalie haswa kikombe cha ghadhabu ya Mungu, kwa sababu zinasikika sawa lakini sio sawa kabisa. Hebu tuangalie fungu la 10 anasema, Ufunuo 14 fungu la 10 anasema, atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu ambayo ina nguvu ndani yake katika kikombe cha ghadhabu yake. Maana ya kiroho katika roho ya unabii, kikombe hiki cha ghadhabu yake kinarejelea kumwagika kwa mwisho kwa ulimwengu wote, kwa kamili na hukumu ya Mungu juu ya waovu mwishoni mwa wakati. Kumwagika kwa ghadhabu ya Mungu kwa ukamilifu wake. Hawa watakinywea, ambayo hiyo ghadhabu katika wakati wa Yesu pale msalabani alikunywa hicho kikombe, lakini hawa wanakwepa kumwamini Yesu, na ndio maana wanakinywea. Mjumbe wa Mungu anaeleza kama ishara ya ghadhabu ya Mungu kwa kukataa ukweli na kuendelea katika uasi, kwa sababu na kusababisha kifo cha pili. Ni sehemu ya ujumbe wa malaika watatu, onyo juu ya hukumu isiyoweza kutenguliwa na wale wanaopokea alama ya mnyama. Kwa hiyo kikombe hapa ni ishara iliyochukuliwa kutoka kwa taswira ya kinabii ambayo naipata. Hebu tusome katika kitabu cha Isaya. Hiki kikombe tukisome katika kitabu cha Isaya
51. Isaya 51 fungu la 17 inasemaje? Inasema kwamba amka, amka, simama Yerusalemu, wewe uliyenywea mkononi mwa Bwana kikombe cha hasira yake, bakuli la kikombe cha kulevya. Umelinywea na kulimaliza, ghadhabu yake yote umeimaliza. Yeremia ngapi? Yeremia 25. Yeremia 25 fungu la 15 anasema, Yeremia 25 fungu la 15 anasema, maana Bwana Mungu wa Israeli aniambia hivi, pokea kikombe cha divai ya ghadhabu hii mkononi mwangu, ukawanyweshe mataifa yote ambao nitakupeleka kwao, nao watakunywa na kulewalewa na kufanya wazimu kwa sababu ya upanga nitakao upeleka kati yao. Ikimaanisha sehemu au kipimo cha ghadhabu ya Mungu iliyotolewa kwa wenye dhambi. Kwa kweli ni ya ulimwengu wote na ya mwisho, sio uzoefu wa wakati mmoja kama majaribu au maishani, lakini kumwagika kamili na mwisho kwa haki ya Mungu. Atafanya haki, Mungu atafanya haki. Atamwaga ghadhabu yake kwa wale wasiomwamini, wale ambao hawaelewi, wale ambao wamechanganywa sasa hivi na mvinyo ya ulevi ya yule kahaba, anaeneza mafundisho ya uongo nje ya Biblia. Watakao kuwa melevyo hao watakunywa mvinyo ya ghadhabu ya Mungu katika kikombe chake. Yesu anamwambia Petro, weka upanga wako, kwenye Yohana 18 fungu la 11. Anamwambia Petro, weka upanga wako kwenye ara. Je, nisikinywee kikombe alichonipa Baba? Nisikinywee? Amenipa Baba nikinywee kikombe hiki kwa ajili ya rafiki zangu, ili rafiki zangu wanapokuwa na toba, shetani anapodai adhabu kwake, tayari niwaambie kwamba nimeshalipa. Yesu anasema nimeshalipa tayari, nimeshakunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu, kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Haki ni lazima ifanyike, adhabu ni lazima itolewe, na adhabu hiyo aliipata Yesu, aliichukua Yesu. Sasa wengine wanakataa kuipokea. Ameleta neema hiyo, hawaipokei. Mjumbe wa Mungu anaeleza kama uzoefu wa mateso ya uingizwaji, kuzaa dhambi na adhabu yake katika msalaba wa Kalvari. Yesu ni kikombe cha kibinafsi na cha ukombozi, kinajumuisha uchungu wa kimwili wa kusurubiwa na uchungu wa kiroho wa kubeba dhambi za ulimwengu kwa Yesu mwenyewe. Hebu angalia Isaya 53, uione kikombe hicho ambacho Yesu alikinywea, ambacho watu kwa kweli wasipomwamini watakipata hicho kikombe. Hebu Isaya 53 anasema fungu la 3, anasema alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Amepigwa na nani? Amepigwa na Mungu. Kikombe, ghadhabu ya Mungu. Na Yesu akichukua dhambi za ulimwengu, basi alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hii sio ghadhabu ya Mungu juu ya wenye dhambi, sio ghadhabu ya Mungu juu ya wenye dhambi, lakini badala ya Yesu alichukua ghadhabu ya Mungu juu ya wenye dhambi ili kukidhi haki na wokovu uwezekane. Kazi ukikuta malinganisho anakuambia Ufunuo
14 fungu la 10, kikombe cha ghadhabu ya Mungu, maana yake ni kumwagika kamili kwa hukumu ya mwisho ya Mungu juu ya waovu, mwisho wa wakati. Lakini Yohana 18 fungu la 11, kikombe alichopewa Kristo ni mateso ya Kristo, lazima avumilie ukombozi wa mwanadamu akichukua juu ya adhabu ya dhambi. Kwa hiyo kwa muhtasari, kikombe katika Yohana 18 fungu la 11 ni mateso ya ukombozi, sehemu ya utume wa Kristo wa kumwokoa mwanadamu. Kikombe katika Ufunuo 14 fungu la 10 ni hukumu ya ghadhabu, sehemu ya adhabu ya mwisho ya waovu kwa kumkataa Mungu. Wanashiriki taswira kwa sababu Biblia mara nyingi hutumia kikombe kuwakilisha kipimo cha uzoefu uliotolewa na Mungu, iwe mateso, iwe hukumu, lakini muktadha ni tofauti. Kwa hiyo ikiwa unataka sasa, unaweza kuona jinsi ambavyo katika huyu malaika wa tatu anavyoweza kuelezea. Anaelezea jinsi ambavyo wale watakaokuwa wanamwabudu yule mnyama na sanamu yake watachukua ghadhabu ya Mungu. Ndugu msikilizaji, kwa nini usimwamini Yesu leo? Mwamini Yesu leo uepukane na ghadhabu hiyo. Mwamini Yesu leo uepukane na ghadhabu hiyo. Ghadhabu hiyo ambayo ni kali, lakini Yesu amekuja, akafa, akachukua adhabu hiyo kwa ajili yetu, kwa ajili yako. Lakini yule mwovu anapitisha hata leo, jinsi ambavyo usiweze kugundua kwamba Yesu amekuja kufa kwa ajili yako na kuichukua ile ghadhabu kwa ajili yako, kwa niaba yako. Yaani amekuja kuchukua adhabu hiyo ili wewe uweze kuokoka. Mwamini Yesu, ufanye toba na Mungu aweze kukuwezesha kuweza kuwa mtiifu. Mungu akuwezeshe kuwa na Roho wake Mtakatifu. Mungu akuwezeshe kuwa na ibada iliyo thabiti. Mungu akuwezeshe kumtafakari Muumbaji na kumuona. Mungu akuwezeshe kuwa na pumziko. Na mwisho, ninapomalizia sehemu hii, nakwambia kwamba alianza na pumziko kule mbinguni. Mungu kulikuwa na pumziko, shetani akaliharibu, akatupwa hapa duniani, pumziko likakosekana. Akaja katika Edeni, akakuta kuna pumziko, akaliharibu hilo pumziko. Tunatembea sasa hivi, Mungu ataturudisha katika pumziko. Atakapoturudisha katika pumziko, hatutakunywa katika kikombe cha ghadhabu yake. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amina.